haleluya, haleluya, mbinguni tutashangilia, haleluya, haleluya, itakuwa shangwe kuu kule mbinguni tutakapomwona Yesu uso kwa uso. Tutaimba haleluya, hosana Bwana, na watakatifu wote wakishangilia, haleluya, haleluya, haleluya. Hey guys, today I'm very happy. Hey, yani ushaka hivi unaamuka asubuhi God hajai kudisappoint. Hey jamani, trust in the Lord. Anyway, leo guys nimeamuka na verse kwa kichwa. Unajua mimi nikidream verse huwa naamuka naipitia. So jana usiku nikalala, nikawaza life ya Joseph kwa Biblia. Nikawaza life ya Joseph. Na ukisoma Bible Genesis 37:12. Joseph sold by his brothers. Unashangaa kwa hii life watu wanakupiga vita. Hata sasa si ma brothers wako, ni ma friends, ni nani wanakupiga vita. But ukifuatilia story ya Joseph in the Bible, Joseph mwenyewe hakuwahi jua kuchukiwa na watu ndio ilimfanya akakuwa leader. Joseph hadi baba yake alimnunulia koti fulani, brothers wake wakamsaliti kwa sababu tu kupendwa na baba. So kwa maisha ukionanga unachukiwa na people they are against you, don't never give up. God is sending message, ama God is planning something good for you. Joseph angekuwa ameshangaa ama angewapiga vita mabrada yake, huenda angekuwa leader mahali Mungu alimweka. So kwa this life ukipigwa vita, be strong. Ukionanga watu people they talk for, watu wanaongeleanga vitu za maana. Ukiona you become the topic, you are wewe ni wa maana. Sema amen. Anyway guys, today I'm very happy. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Mimi wiponi wangu anakuanga hii. Mimi hata unikosea aje, siwezi kimbia kwa waganga, siwezi enda kinyume ya nguvu ati kwa nguvu za giza. No. Mimi this is my weapon. Mimi namtegemea aliye juu. Anytime nafanya kitu, I just ask guidance from heaven. Naambia Mungu wangu aliye mbinguni, kuna hii na hii, my father guide me God, na anani guide So wenye unapiga vita ama unapigana, mimi jua mwenye unapigana na yeye. Mimi naachianga vita zangu wa Mungu aliye mbinguni anishughulikie. Anyway my people, I love you so much and I'm very happy. Today I'm very happy. Why? Because my role model. Unajua mimi kama kuna mtu ameni-inspire ni Priscilla JP wedding. Priscilla wa Juma Jux. Yani Priscilla amefanya sahi wasichana wa Nigeria wamepewa heshima. Priscilla msichana mdogo wa 24 years amefanya Nigeria imepewa heshima. Jux amefanya Tanzania imepewa heshima. Na nimekuja kulearn many things about Priscilla. Nilikuwa nafuatilia hiyo Priscilla vile alilelewa, mama ya Priscilla ni nani, alikuwa anakaa wapi. Then nikaona Priscilla mama yake alimlea vizuri sana. Imagine hata yenye nimeshangaa sana. Oh my God, Priscilla amefanya wedding, get married when she's a virgin. Oh my God, what a blessings. Ooh. Hey, yani hiyo kitu imenifurahisha sana. Imagine bwana yake mwenyewe aliandika akasema, I can't believe I'm the only first person to enter my wife. I wish, oh my God, I wish. Nini ilikuwa inanisumbua? Ni kierere gani ilikuwa inanituma kwa boyfriend? My wish was to get married when I'm virgin. Inakuanga na sifa fulani, unakuanga na sifa fulani. But anyway, uzuri mimi ni primary virgin, hata kama aliharibia kwanza, but I'm still a lady with a value. So nikiwa nafuatilia hii mambo na Priscilla, role model wako lazima umchunguze kwa makini. Usiamke tu unasema, "Dema Facebook you are my role model." No, angalia tabia zangu zenye zinakubamba na zenye hazikubambi, unafuatilia. So nimekafuatilia Priscilla, mama yake alikuwa anaitwa nimesahau, sijui Ojo. Mama yake alikuwa anaitwa Ojo, juu Priscilla mwenyewe anaitwa Priscilla Ojo. Kitu nimelearn about Priscilla, first of all, kwa hii life as a mother, acha niongee na mama wenzangu because I'll be a mother. Mistake yenye mimi nimefanya kwa life about love na relationship, sitatamani my kid wafanye. Siku ndazaa mtoto msichana, first of all, wapelekeni watoto in a good school. Peleka watoto wenu, yani tembezeni watoto wenu. Mtoto akizaliwa kama amezaliwa Western, usiacha akae Western peke yake, mpeleke Kisumu, mpeleke Mombasa, mpeleke wapi, mtoto aone exposure,
Ya tatu, be a good example. A good example for them. Nikisema good example, be a role model to your kid. Wewe mwenyewe kitu unafanya, unaweza tamani mtoto wako afanye. No, sasa lea watoto wako kwa maandiko. Lea watoto wako. Mtoto akizaliwa acha aende inaitwanga Sunday school. Acha mtoto wako agrow akiwa ndani ya Yesu. Wafunze. Yaani mtoto akikaanga hivi anatamani akuwe kama mama yake. Be role model to your kids. Itazaa matunda mazuri. Leo nimekuwa mwinjilisti, Another thing. Teach them how to grab opportunities, Watoto wako wafunze huku nje. Opportunities ikikam wanachukua. Opportunity ikikam akiangukia opportunity hivi asilege. Watoto wako wana grow wakikuwa na hiyo kitu nimesahau kwa Kiswahili. Teach them to build value. When you have a value as a lady. Kuna mtu alisema mahali as a lady you need to bring out your value. Value. Vile umejibeba. The way you carry yourself talks more about you. Right? So, mimi kitu nimelana about Priscilla, oh my God. Nikizaa watoto wasichana, I swear, mtoto wangu lazima pale nje watoto watakuwa natamani mtoto wangu akuwe kama mtoto wa demo wa Facebook. Natamani kuoa mtoto wa demo wa Facebook. Hivyo ndio mtoto wangu nje itaenda. Teach your children to maintain their relationship. Usikaange hivyo unaambia watoto wako, relationship haidumu. Nowadays, people wanaachana, marriage they are not strong, sijui nini. No. Ambia watoto wako marriage ni poa, marriage ni best. Huku nje kuna wedding nini. Mtoto wako anagrow akijua marriage exists. Anyway, me I'm very happy for Juma Jux and Priscilla. May God bless you. Ninaombea relationship yenu idumu. Wale wenye watainuka ati na wivu ati haitaenda mahali wataachana. They'll never waachana. Ni wataachana maisha ya watu. Otherwise, my people, I'm good. I'm very very good. Mimi hata mimi mwenyewe nimekaa leo. Leo nimeamuka tu na ukiangalia video nimepost TikTok ni about wedding. Since nikuwa mdogo, my wish, si hata my wish, nilikuanga na kitu kwa akili, I must do a wedding. I'm just working hard so that pia nisilete aibu kwetu. Acha nisiseme hata kwa Kenya, nisilete aibu kwetu. Natamani hiyo siku mamangu na babangu wamekaa pale kwa audience, ninafunguliwa gown hivi, na mtoto wa mtu. Huenda atatoka Nigeria, huenda atatoka Ghana, huenda atatoka Tanzania, huenda atatoka America, huenda atatoka Kenya. But for now, sijajua ni nani ndafanya naye harusi. But for me, the man who will marry me, lazima ufungue neti. Lazima Mungu ataniandalia meza kwa maadui. Na harusi yangu siwezi fanyia kwa kina bwana. Kama mfano ni olewe Tanzania, siwezi fanyia harusi ya wedding wa Tanzania. Home. Lazima harusi ipigwe Kasarani ama Nyayo. Jamani. Yani lazima ipigwe Kasarani ama Nyayo. Lakini what I know, I'll get married by your wedding. Wedding is my first priority. Haki kukuwa nafaa kufanya harusi. Inakuanga na kitu fulani, inapeananga message fulani. Yani unakaanga ukikuwa na confidence. People, they respect you. Oh my God. I must do a wedding. So leo guys, nimekaa nikasema tu we can semezana with my fellow ladies. We need to pray for each other. Si kupigana vita, Si kupigana vita. And I want to encourage those ladies wenye wanakam kwa industry. Kuna mwenye amenitext asubuhi akaniambia, demo Facebook unatamani kukua kama wewe lakini naogopa online. Usiogope mami, don't fear online. Once umeingia online hivi, umefungua channel zako, just involve one person. Just tell God, sasa Mungu nimeingia kwa hii online. Jamani mitandao iko na mambo mengi, nipiganie, niinue, nataka kukua famous, nataka kujenga brand. Online iko na mambo yake, kuna unyata control, kuna nini. But inakuanga tu ukienda step after step, kuna kuanga na temptation. Ukipanda step nyingine hapo katikati kuna kuanga na vitu ngumu. But once unaona vitu ngumu inakuja hapo katikati, jua God is preparing you for another level. So wale wenye mnataka kujoin online, mnataka kuwa content creator, being a content creator is a good thing. Content pays. I always tell you guys, content pays. Another thing watu wengi walikuwa wanatuambia nao demo Facebook, kaa chini ufikirie siku utatufunza savings nini. What I can say, kama unaweza manage 5,000, you can manage 5 million. If you can manage 1,000, you can manage 1 million. The way you handle money, pia na ukipata sahi kama 5,000, hauna mbele wala nyuma, akili yako inakwambia enda buy hiyo kitu na wewe 5,000. Same time ukipata 1 million, itakwambia tu useme ufanye hiyo kitu. But once umepata 1,000 na umemanage that 1,000,
Even if God atakubless na 10 million, you will manage that money. Sawa sawa. Lakini mi what I trust, ukiwa na a lot of money, una save, but na trust kwa business. Business inaleta a lot of money. Nowadays ukiangalia in our country, many millionaires there are watu wa business. Watu wengi wa business ndio mamilionea town. Kuna business ya rental house, kuna business ya apartment, kuna business ya maduka, kuna business zina bring a lot of money. Advantage ya business unapata kama for example mimi niko na nini ya viatu, niko na shop ya viatu. Business huwezi kosa customer day. Unaweza pata kwa month umeunda pesa mingi yenye hata inashinda salary yako. So unaweza kuwa unafanya kazi but you have some businesses. Yani you can invest in businesses. Sawa sawa. Ukiwa na lot of money usiweke tu kwa banki ikae hapo. Juu once umeweka pesa hapo hivyo itumie vile uliweka 1 million itaongezeka ikuwe 1 million and 2 ama 1.2. No, itabaki tu 1 million. The good thing is unaweza weka pesa huko, lakini pesa nyingine unafungulia kwa business. Then unaweza fanya hivi pesa nyingine kwa business nazo zinaingia kwa bank. The day and day inaendelea ku increase. Sawa sawa my people. My ladies, msiniangushe. Akina wapenda sana. I really love you my people. Thank you so much for the support. Kesho ni siku ya umbea. Mnihakikishie ndafika 100k views. Otherwise my people, niwaambiaje? I love you so much. Thank you so much for my fans. Many people, they always ask me, them on Facebook, why do you love your fans? I love my fans because they are only people they can fight for me. They are only people they can fight for me. Unaweza pata sometimes friend hawakusaa kwa nini, unaweza pata mali watu wanakupiga vita, but your friends even they cannot come through. But me, what I love about my fans, they always fight for me. That's why I love you guys. Thank you so much for the love and support. Thank you so much for everything. Keep on supporting this channel to grow. Otherwise my people, na walombo top, na wapenda sana. Lakini another day to remind you, pray harder. Don't forget to pray. Don't forget to pray. Hii dunia hata hujui ni rafiki yako, hujui ni nani yaka against you. Always put God as your first priority. Hata ukienda kumit na wale friends wako, always tell God. Kama kuna adui, kuna rafiki yangu hapa maybe tunacheka naye but ananitakia chini ya maji mabaya, God expose them. Keep on praying. Tafuteni uso wa Bwana madamu hanapatikana. Ukipata uso wa Bwana, maisha yako itakuwa nywe. Na God hajai ni disappoint. God hajai disappoint. Be patient. Usiamka leo unaomba God naomba, nataka kuendesha gari kesho utaendesha. No, haikujangi hivyo. Utakapo ukimblame bure. Just pray and be patient. Kila kitu itakuja by time. When the right time comes, I the Lord, I'll make it happen. Amen. Amen. So my people, see you next time. I love you so much.